Habari za saizi afande. Hivi ni sahihi mume au mke kukagua simu ya mwenzake bila ridhaa yake? Unakuta mwanamke au mke anagombania simu ya mume wake na mume anagombania simu ya mke wake kwa lengo la kupekua simu ya mwanamke huyo au mwanamume huyo ameongea na nani au amefanya mawasiliano na mtu gani. Ikumbukwe mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kila mtu ana haki ya faragha, usiri wa taarifa zake na mambo yake anayoyafanya. Yeye kama yeye ana faragha yake yeye kama yeye. Kwa hiyo bila ridhaa yake kama yeye hajaridhia hicho kitu kiwe kinajulikana kwa watu wengine, unaweza kuamua kukipata hicho kitu kutoka kwake kwa njia isiyo halali, unakuwa umeingilia faragha yake. Sasa afande, tusipokagua simu za wake zetu, huoni tunawapa uhuru manyakunyaku kufanya nao mawasiliano kwa uhuru, mwisho wa siku akapangilia misondo tukachukulia wake zetu kiurahisi? Ni sahihi, mke na mume ni mwili mmoja katika dini, katika imani tunaamini hivyo. Lakini je, ushawahi kwenda kusajili line yako ya simu kaambiwa una cheti cha ndoa? Wewe una cheti cha ndoa, unaenda na cheti chako cha kuzaliwa maybe au na namba ya NIDA. Hii inamaanisha kwamba ile line ni ya kwako wewe, sio ya familia, sio ya mke, sio ya mume, ila ya wewe ambaye umeenda kusajili. Mimi Wilfred William nimesajili line yangu ya simu, ni ya kwangu mimi. Hata akichukua Juma akaenda kutenda kosa kule na hiyo line yangu, nitakamatwa mimi kwa sababu mimi ndio mmiliki wa simu hiyo. Kwa hiyo kuwa mke na mume haimaanishi kwamba simu hiyo ni ya mke na mume, ila simu ni ya mtu mmoja kwa matumizi yake binafsi. Kwa uelewa wangu mkubwa, sio tu makao makuu, mimi nafanya kazi mkoani, ndoa nyingi zimevunjika. Umepigaje hapo? Na migogoro mingi katika ndoa imetokana na mawasiliano. Ukiona mke na mume wanagombana, ukiona mke na mume wameachana, ukiwauliza chanzo ni nini, mke atakwambia nilikuta message ya mapenzi kwenye simu ya mume wangu. Ukimuuliza mwanaume kwa nini mpiga mkeo, nilikuta message ya mapenzi kwenye simu ya mke wangu. Kwa hiyo matukio yamekuwa mengi ambayo yanapelekea kuachanisha ndoa, kugombana, mauaji, lakini wengine wanapata pressure kabisa kwa sababu ya kupekua simu ya mtu mwingine na kukutana na message ambayo ni ngumu kweli kweli. Yaani unakutana, mimi leo napekua simu ya mke wangu na kukutana na message imeandikwa penzi la jana lilikuwa tamu sana, tarudia lini. Hiyo haiwezi kuwa kitu rahisi kukibeba katika nafsi ya binadamu. Mwisho wa siku unafanya maamuzi ambayo sio sahihi. Kwa hiyo ni shauri usipekue simu ya mtu, usifanye doria kwenye simu ambayo sio yako. Nikitumia nguvu kukagua simu yake ikiwa mimi ni mume, sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasemaje? Kimsingi ukifanya upekuzi kwenye simu ya mtu mwingine, ukaingilia akaunti ya mtu mwingine, iwe Instagram, ya Facebook, ya Twitter, kwa interest zako mwenyewe pasipokuwa na ridhaa ya mmiliki wa akaunti hiyo au wa kifaa hicho, unakuwa umetenda kosa la jinai. Haijalishi ni mke wako, ni mtoto wako au ni nani.